Kama ulikuwa unadhani Marekani ndo kinara wa teknolojia za kisasa, basi subiri uzione hizi mashine 10 kutoka China zilizobadilisha dunia kabisa na kuushangaza ulimwengu. Leo nitakutajia listi 10 za teknolojia kutoka China. Ile listi namba 1 itakuwa the best kwako, itakushangaza sana. Tuanze na namba 10. Namba 1 itakushangaza, na nafasi namba 10 imeshikiliwa na robot dogi. Huyu ni mbwa chuma anayejikontrol mwenyewe, anatembea kupiga doria na kubeba silaha, lakini si hai. Robot dogi wa China ni mlinzi asiyechoka, anatembea kwenye sehemu ngumu za ardhi, na maanisha mabonde. Huyu roboti anatii amri anayopewa na kiongozi wake, na macho yake ni kamera. Yeye hana meno kama mbwa wa kweli, yeye anatumia silaha maalum ya kijeshi. China watundu sana. Tuje nafasi namba 9, na nafasi namba 9 imeshikiliwa na teknolojia ya smart glass. Hii ni teknolojia ya China iliyounda miwani ya kutafsiri lugha moja kwa moja. Hii miwani ina AI inayoweza kutranslate lugha 9. Mchina ameita hii miwani Extended Reality Artificial Intelligence. Anamaanisha kwamba ni teknolojia ya uhalisia iliyoongezwa inayoendeshwa na akili bandia. Kwa kifupi tu tuite X-ray glass. Miwani hii inafanya kazi endapo utakapoivaa. Ukishaivaa hii miwani, itakuletea subtitle ya mtu anayeongea lugha tofauti na wewe. Na maanisha kwamba ukiivaa miwani, ndani ya miwani utaona maneno yaliyotafsiriwa. Kwa mfano, uko China, mtu anakwambia kitu kwa Kichina, alafu wewe uelewi hata maana ya ni hao. Lakini ukiwa umevaa hii miwani, maneno yatatokea kwa lugha unayoelewa wewe, kama subtitle ya sinema. Mfano halisi kwa Ishe Speedy alivyoenda China. Hebu mtazame. Hey, sweetie, it's working. China watundu sana. Tuje nafasi namba 8, na nafasi namba 8 imeshikiliwa na teknolojia iitwayo FacePay. Mchina amegundua teknolojia ya malipo kupitia uso kwa wale wasarifu wa wallet na pin kodi za benki. Hapa Mchina amewaletea suluhisho. Mchina ameamua hela, simu wala kadi hazihitajiki unapoenda kununua bidhaa sehemu. Mfano, unaenda dukani, unanunua bidhaa, hauna keshi mfukoni. Kazi yako ni kukodolea kamera, itaskani uso wako na kisha hela itakatwa kwenye akaunti yako. Yaani dakika moja uko dukani, dakika inayofuata unaondoka na bidhaa zako. Hii kweli ni FacePay. Ni teknolojia inayotumia AI ya hali ya juu. Hata kama mpo mapacha, itaskani lakini itamtambua muhusika. China watundu sana. Tuje nafasi namba 7, na nafasi namba 7 imeshikiliwa na teknolojia ya EHang 216. Kwa lugha ya kitaalamu tuite flying taxi. Hiki ni chombo cha usafiri kinachoruka hewani, na kinachoshangaza hakuna rubani. Hapa Mchina kakaa China kafikiria, kwa maana hiki chombo kimeleta suluhisho la foleni. China sasa hivi hawabishani, wanapaa angani tu. Unaingia kwenye hiki chombo, unachagua sehemu unayokwenda kwenye ile skrini, halafu ndege inapaa yenyewe kama lifti ya anga. Hii ni taxi ya huko China, inabeba watu wawili, inatumia umeme na haina kelele za injini. Yani inamaanisha haina kelele kama helikopta, kwa sababu hii inatumia umeme, haitumii injini ya mafuta, na ndiyo maana ni tulivu zaidi kuliko helikopta ya kawaida. Inatumia rotors ndogo ambazo huzunguka kwa kasi, lakini kwa sauti ya chini. Inafaa kuruka kwenye miji bila kusumbua majirani. Vipi wanangu wa bodaboda, bajaji, taksi? Je, unahisi teknolojia ingekuwa kwenye nchi yako ingekuwa kikwazo? Nijibu kwenye comment, maana ndio zinakuja hivyo. China watundu sana. Tuje nafasi namba 6, na nafasi namba 6 imeshikiliwa na teknolojia ya Beipanjiang. China wamejenga daraja refu zaidi duniani liitwalo Beipanjiang, daraja lililojengwa kwenye mwinuko zaidi ya mita 565, na daraja hili limejengwa huko kwenye mikoa ya Guizhou na Yunnan. Hapo zamani mikoa ya Guizhou na Yunnan watu wake walikuwa wanateseka sana kwa barabara mbovu. Kabla hili daraja kujengwa, waliteseka kuendesha magari kwenye milima yenye kona 300 kwenye barabara za zigizaga. Walikuwa wanatumia zaidi ya masaa 4 kwa umbali wa kilomita chache tu. Barabara zilikuwa hatari, zilikuwa nyembamba, na kama ukapata ajali kule chini ya mabonde hakuna wa kukuokoa. Hapa ndio Mchina akapata hasira, akaamua kuvunja rekodi zote duniani. Kajenga daraja linalopita kwenye bonde refu kwa urefu wa mita 565 juu ya ardhi. Daraja hili lipo kwenye milima ya Guizhou na imeunganisha sehemu ambazo zamani zilihitaji masaa kuzunguka, lakini leo wanapita kwa dakika chache tu. Daraja la Beipanjiang linaweza kustahimili upepo mkali, mvua na hata tetemeko la ardhi. Wenyewe wanaliita daraja linalopaa. Lina mvuto wa kimataifa, hata ndege zikipita karibu linapishana nalo kwa heshima. Hapa daraja la Millau Viaduct kutoka Ufaransa limepigwa chini. Daraja la Royal Gorge kutoka Marekani
Marekani limepigwa chini. Daraja la Lasky kutoka Urusi nalo limepigwa chini. Hapa yupo baba yao wanamsalimia. Beipan Jianbiji kutoka China. Tuje nafasi namba 5, na nafasi namba 5 imeshikiliwa na teknolojia ya Skytrain. China wamejenga reli ya ajabu. Wamejenga reli ya magnetic force, na maanisha sumaku, inayofanya treni yake inaning'inia. Treni hii haina dereva, haina kelele na haigusi chini kabisa kwa sababu inatumia sumaku. Inaenda kasi ya hadi kilomita 80. Inatumia umeme na inabeba mamia ya watu huku ikitundikwa kwenye reli kama mjusi kwenye dari. Imetengenezwa ili kuokoa muda na kupunguza msongamano ili kurahisisha maisha ya mamilioni ya watu. Tuje nafasi namba 4, na nafasi namba 4 imeshikiliwa na teknolojia ya Underwater Tunnel Road, barabara ya chini ya maji. Wakati wengine wanajenga juu ya ardhi, China waliamua kupita chini ya maji. Hii ni barabara ya ajabu kabisa duniani. Underwater Tunnel Road imejengwa ndani ya ziwa kubwa kabisa liitwalo Taihu. Barabara hii ina urefu wa zaidi ya kilomita 10 chini ya maji. Magari yanapita huku juu yao kukiwa na maji tani milioni, lakini hakuna hata tone moja linalopenya. Barabara hii ilichukua miaka kadhaa kuikamilisha, ikihusisha mafundi zaidi ya 1000 ili teknolojia yake iwe ya hali ya juu. Hii ndio Underwater Tunnel Road. Tuje nafasi namba 3, na nafasi namba 3 imeshikiliwa na teknolojia ya Maglev 600. Hili ni jina la treni lenye kasi zaidi duniani kutoka China. China wameunda treni inayokimbia kama ndege, treni ya kasi ya kilomita 600 inayotembea kwa saa. Yani hili kama unatoka Dar unaenda Dodoma unafika kwa dakika 40. Ila hii sitoiongelea sana kwa sababu nimeshaiongelea katika video zilizopita. Kama uijui vizuri hii treni, angalia katika video zangu zilizopita ili kushangaze. Tuje nafasi namba 2, na nafasi namba 2 imeshikiliwa na teknolojia ya AI surveillance. Hii ndio teknolojia hatari kutoka China inayoogopwa zaidi duniani. China ina zaidi ya kamera milioni 600 zikiwa zina uwezo wa kutambua uso wako kwa muda halisi. Ukitembea mitaani, kamera inatambua, inafahamu jina lako, mahali ulipo, historia yako, itafanya uchunguzi wote huo ndani ya sekunde. Na kamera hizi zipo kwa ajili ya usalama. Mfano labda huo umeiba, lazima kamera zikunase, kisha kamera hii itapeleka taarifa kituoni mpaka kwenye familia yako. Wazazi nao watapewa taarifa, mtoto wenu leo ameiba. Tena wanaoneshwa kabisa unavoiba. Wengine wanavaa mpaka maski ili kujificha, lakini teknolojia hii ya China inawasanua, yani hakuna siri. Hii teknolojia ina uwezo wa kuskani sura yako hata kama upo kwenye makundi ya watu mamilioni. Kamera hii imefanya miji kama ya Shanghai, Shenzhen, Beijing kuwa salama na kupungua kwa uhalifu. Aya, sasa tuje nafasi namba 1. Uliisubiri kwa hamu. Sasa nafasi namba 1 imeshikiliwa na teknolojia ya artificial sun. Hili ni jua bandia lenye joto kali kuliko jua la kawaida. Lina uwezo wa kufikia hadi 160 million degrees Celsius, na maanisha nyuzi joto milioni 160. Hapa Mchina ndo kaanza kuishitua dunia, kwa maana jua la China linawaka moto mkali kuliko jua la kawaida. Jua hili ni mara 10 ya jua letu la kawaida. Jua letu la kawaida la kila siku lina nyuzi joto milioni 15 na jua la China lina nyuzi joto milioni 160. Hapa umeona utofauti. China paka wamejenga jua hili, lengo lake ni kujenga nishati safi isiyoisha. Wanasayansi wake wanaliwasha kwa dakika chache kwa kulifanyia majaribio, ila matarajio yao ni kuwasha dunia nzima. Hivyo usiku ukaona kumekucha ghafla. Usishangae, ni kazi ya Mchina. Na kama unavyoona majaribio yake hapa, hili jua nilitaka nilielezee kiundani, lakini kutokana na muda, full story zote nitaachia huko YouTube. Lakini naomba support yako kwa kwenda kunisubscribe ili nikianza niwe na nguvu kubwa. Sasa cha kufanya, ingia kwenye profile yangu kama hivi, utakuta hii linki, ibonyeze, kisha italodi, litafunguka neno open, nalo libonyeze. Sasa itafunguka account ya YouTube. Sasa hapa ndo utaliona neno limeandikwa subscribe, kisha ubonyeze. Hapa utakuwa umemaliza. Itabaki kazi yangu ya kukupa documentary na
story. Ni rahisi tu, nenda sasa ukafanya hivyo ili unisupport. Na storyteller wako wa leo naitwa Max Peace. Ningependa sana unifollow, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata story zangu. Na mimi nimemaliza.